vijana wa Kitanzania wakidhihirisha utu wao. Kwa maana kazi ni kipimo cha utu. Pugu, Dar es Salaam, katika karakana ya uundaji vichwa vya treni vya dizeli. Hatua hii ilifikiwa baada ya mikwamo katika utekelezaji wa mkataba wa ununuzi wa vichwa 8 vya treni kutoka kampuni ya SMH Rail ya nchini Malaysia. Changamoto zilizobadilika kuwa fursa kwa Mtanzania. Sasa vichwa 6 kati ya 8 vinatengenezwa hapa. Shughuli hizi za ujenzi wa vichwa hivi hapa nchini Tanzania ulitokana na ucheleweshaji wa uzalishaji wa vichwa hivi ambavyo kwa jumla viko 8 vilipaswa vizalishwe nchini Malaysia, lakini kutokana na vurugu zilizokuwa zikiendelea za kidiplomasia za mivutano kati ya Ukraine na Russia, lakini pia kutokana na yale ugonjwa wa corona uliokuwa umetokea, ulipelekea supply chain ikawa imevurugika sana, kwamba vifaa vikawa havipatikaniki kwa wakati. Kwa hiyo ukiangalia tuna vitu vinatoka bara Ulaya, vingine vinatoka bara Amerika, vingine vinatoka bara Asia. Sasa kusafirisha vitu vyote hivi, na ukizingatia majority ya vitu vinatokea bara Ulaya na bara Amerika, kuvisafirisha kutoka huku kuvifikisha Malaysia vinachukua muda mwingi zaidi ikilinganishwa na Tanzania. Na zaidi ukizingatia pia Mashariki ya Kati kumekuwa na mvutano ambao umeingilia pia shughuli za usafirishaji, ambapo delivery za vitu zimekuwa zikichukua muda mrefu sana. Ndipo ikaonekana ni sahihi sana katika kuokoa muda kiwanda hiki kije, shughuli hizi zije zihamishiwe nchini Tanzania za assembly ya vichwa hivi. Fadhili yuko hapa karakana kama fundi wa mfumo wa umeme. Sisi tunadili na uendeshaji mifumo yote ya umeme, tunadili nayo kama power supply, labda kibini yote inahusika na umeme, sisi tunadili nazo. Mota yote inahusika na umeme, tunadili nazo. Labda maji tunadili nayo. Yaani shoti vitu vyote vinahusika na umeme tunavifanya. Bila umeme haiwezi kufanya kazi. Yaani bila umeme tu shoti hiki kitu hakiwezi kufanya kazi kabisa. Fadhili anashughulika na moja kati ya mifumo muhimu katika kazi hii. Alikuja kwenye mradi akiwa na taaluma ya umeme wa majumbani. Umeme wa majumbani na umeme wa huku ni tofauti. Kwamba unaweza kumchukua fundi wa umeme wa majumbani ukamleta kwenye umeme wa huku akashindwa huku. Inabidi kwanza apate elimu kidogo. Bwana, huku hiki kinakuwa hiki, kinakuwa hivi, kinakuwa. Maana umeme wa huku ni mkubwa kuliko wa nyumbani. Mimi nilikuwa sijui kabisa kama hii inatumia mota. Alafu na mota yenyewe inahusika na umeme. Nilikuwa tu sijui kabisa. Pili, nilikuwa sijui kwamba ile injini inafanya kazi ya dizeli lakini inategemea na umeme wenyewe. Hiyo nilikuwa sijui. Kwa hiyo sasa hivi najua, namshukuru Mungu na nashukuru na mradi pia. Wanatusaidia vizuri, kama sehemu ujui, yeye mwenyewe anaweza akata kazi zake, akaja akakusaidia akakuelekeza, bwana hiki kinakuwa hivi, hiki kinakuwa hivi. Mwanzo sehemu za vichwa vya treni huletwa hapa zikiwa namna hii. Hatua ya pili ni kuziunganisha na kupata muonekano huu ambao hufuatiwa na kazi ya ufungaji wa mifumo muhimu ya uendeshaji. Hatua ya mwisho ni muonekano huu, kichwa cha treni cha dizeli cha kisasa ambacho kiko tayari kwa ajili ya majaribio. Kinachofanyika hapa, tunaanza tangu mwanzo. Ukiangalia hapa ndani mmeweza kuzunguka mkaona kwamba kitu kiko kimoja kimoja. Kwa hiyo tunatengeneza kwa kuunga kitu kimoja kimoja mpaka tunapata locomotive iliyokamilika. Vitu tunavyotumia hapa, kwa mfano, kuna electrodes, plate mbalimbali, bolts and nuts, mafuta, yote vinatoka hapa nchini. Dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050 pamoja na mambo mengine imelenga kukuza uchumi wa viwanda unaochochea mauzo ya nje ya bidhaa na kuongeza ajira. Tutahamasisha ujenzi wa viwanda vitakavyozalisha vitakavyolisha viwanda vingine. Viwanda hivyo vitazalisha malighafi na vipuri vitakavyotumiwa na viwanda vingine, na viwanda vitakavyozalisha bidhaa zitakazohitajika kwenye masoko ya kikanda. Lengo la mkakati huu
ni kuelekea kwenye taifa linalojitegemea. Kampuni ya SMH Rail mpaka sasa imewekeza kiasi cha takriban shilingi bilioni 1 za Kitanzania katika kazi hii. Mbali na mafundi kama fadhili, uwekezaji huu unaongeza ziada ya ujuzi na sifa zaidi kwa wataalamu wa ndani. Yaani spare ndio zinaletwa, mnafanya fabrication wote hapa, unaona kila kitu hapa mpaka inapokamilika kila kitu kinakuwa hapa. Kwa hiyo unakuwa unajua kila kitu, muundo mzima wa hii treni. Kama mimi Mtanzania nakuwa proud na ni faida pia kwa nchi yangu. Unaona, kwa sababu nakuwa naelewa muundo mzima, kila kitu kinachoendelea hapa. Kwa sababu mifumo ni ile ile ya treni. Kwa hiyo na mimi kupitia hii nilichojifunza hapa naweza kufanya kazi sehemu yoyote, kwa sababu mifumo ndio hiyo, ni muundo tu ndio tofauti. Lakini system zote kwa upande wetu sisi wa mechanical ndio hizo. Kila kitu kilichokuwepo kwenye hapa ndio treni zote. System ni ile ile. Kwa hiyo ni fursa, na pia tunapata fursa pia hata ninapotoka kwenda trial kwa ajili ya testi, kama tuna safari labda Morogoro, Tabora, nimekuwa nikipewa priority ya kwanza kusafiri nazo. Kwa hiyo naenda nazo njiani, najua matatizo yake ndio upata, tunatengeneza kila kitu. Pamoja na changamoto za miundombinu zinazosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi na shughuli za kibinadamu, upungufu wa vifaa vya uendeshaji pia umekuwa ukipelekea reli ya zamani yani MGR kutofikia ufanisi wake kiuendeshaji. Kukamilika kwa injini hizi ambazo zinatengenezwa hapa kutaenda kutatua changamoto kubwa ya vichwa vya treni ambavyo shirika lilikuwa liko navyo. Na ukizingatia tuna mizigo mingi ambayo inapaswa kuelekea mpaka nchini Uganda na tuna mahusiano nao mazuri sana. Tuna mpango pia, sio kwamba tunaishia kupeleka mizigo Uganda. Ikiwezekana mpaka vichwa navyo vivuke viende kule vifanye kazi virudi nchini Tanzania. Kazi hii mpaka sasa imetoa fursa ya ajira 40 kwa vijana wa Kitanzania wenye taaluma na ujuzi tofauti. Kiukweli labda ingekuwa mbaya kwa sababu kama ningekuwa sina kazi nisingeweza kufanya vitu vingi. Nisingeweza kuendesha familia yangu, nisingeweza na mdogo wangu namsomesha, labda nisingeweza kufanya hivyo. Kutokana na kasi yangu ya kuendelea kujifunza, ndivyo nahisi au nadhani nitafika zaidi hapa nilipo. Ukinilinganisha mimi na kijana ambaye anatoka tuseme nchi nyingine, aidha amewahi kufanya hii kazi au hajawahi, nitakuwa nina kipaumbele kwa sababu hapa katika kampuni yetu tunapewa uwanja mkubwa wa kujifunza. Pale ambapo haujui kitu unapewa supervisor ambaye atakuelekeza kitu, kwa hiyo ni rahisi sana kujifunza. Tanzania imekuwa ya kupigiwa mfano katika eneo la Maziwa Makuu na hata Afrika kwa ujumla kutokana na maendeleo makubwa ya hivi karibuni katika sekta ndogo ya reli, ambapo mataifa mengi barani yamekuwa yakihamasika kutokea hapa. We are discussing the issue of Tanzania taking the lead in making locomotives here. Tulikuwa tunajadiliana kuhusu swala la Tanzania kuwa mstari wa mbele katika kuelekea kuanza kuzalisha vichwa vya treni. Mheshimiwa Rais alieleza namna mnavyojipanga. Mnatakiwa kuendelea na mpango huu na sisi tutanunua. Hivi ndivyo makubaliano ya Kampala ya mwaka 1965 yalivyosema. The Kampala Agreement of 1965 was saying. Wazo hili haliko mbali na mipango ya baadaye ya kazi hii. Mipango ya kampuni tulionayo ni kutengeneza kituo hapa nchini cha kutengeneza locomotives. Tukizingatia Tanzania imekaa vizuri katika Afrika Mashariki ambalo shughuli za reli zinakuwa kila kukicha. Itaweza kukuza wafanyabiashara hapa nchini, especially wanaofanya biashara ya chuma ambavyo vinahusisha bolti, pleti mbalimbali. Fadhili anasema anajitazama kama njia ya kupitisha ujuzi huu kwa vijana wengi zaidi wa Kitanzania. Naweza nikawasaidia na wengine pia kama ujuzi au hata kwa kueleza bwana ile pale na 1 2 3 nitawaelekeza, na pia kama hao wakiondoka tutabaki sisi tutazidi kuelekezana wenyewe kwa wenyewe. Ni takriban nchi 4 tu ndizo ambazo hutajwa vinapozungumziwa viwanda vya utengenezaji wa vifaa vya uendeshaji wa reli barani Afrika. Mradi huu ni hatua moja mbele kwa Tanzania kuelekea katika kundi hili la wazalishaji wa vichwa na mabehewa ya treni barani Afrika.